What happened to the money that was given to you? Eh? The 1 million. I'm sorry. What happened now? I used it to do correctional surgery. Now waiting correctional surgery. Mambo vipi boss wangu? Leo ninakalisha mkao wa kula, mkao wa kina dada, wanawake wote. Njoni hapa, kama dera yako unayo valie, kama una kanga yako chukua uje ukae mkao wa kula hapa. Nataka nizungumze na nyinyi. Iwapo ikitokea siku moja bwanako amekupa shilingi milioni 1, utafanyia nini? Kuna wale wenye watasema kwamba mimi nitaanza biashara ya kuleta madera kutoka Tanzania nikileta Kenya, ama natoa Kenya nikipeleka Tanzania. Nitafungua biashara ya kuuza ya hoteli. Nitaanza ukulima. Kuna wale watakaosema nitaanza kufuga wanyama. Kwanza niliona biashara ya nguruwe inalipa. Sasa boss wangu, leo niko na story moto. Kwa majina naitwa Godfrey Amimo. Iwapo ni siku yako ya kwanza katika channel hii, subscribe na tuende mbele. Somebody they gave 1 million, carry the money, go do nyash. Say na is there anything like correct? Mama, she cannot see that. Mama, which one correctional? So what did you do? 1 million naira to do correctional surgery? How much you use out of it? Wait, this stuff don't they come up pause? Yes, now. 1 5. And this year just well up. Yes, now it's increasing day by day. But did she really do? She now thank God you don't come, man. She's here and so she Maybe on this far. I don't want to. And so she dey shout, and the thing is that the thing is increasing. Every day is increasing, every day. So why is she? That means that this year just well up. Yes, now it's increasing day by day. But did she really do? She now thank God say you don't come now, because she never really talk anything. She just say she do correction She now. in pain now. Why she dey here? The thing says they bring pause as I die yesterday. They bring pause. Wait, this stuff don't they come up pause? Yes, now 1 5. Rose. We won't give her pain. She knows say I did. Rose, this is my boss, so the one that gave you money. What happened? I need to do correctional surgery. I want you to be correct. What's correctional surgery? Now only she. Now what is she Complete mode. say correctional surgery? She do correctional surgery. Okay, what will be the correctional surgery? What's correct? And the first time you don't hear anything like that. Something that can be corrected in like your body. something that you have in your body that is not What's not supposed correct to in be. her body? That's what we are asking her. Wait now. She cannot sit. She has not been sitting. She has not been sitting. I just hear this one like this. What's up? Wait, so we have to go and can bring. we talk? Stay now. I don't even know why is she doing like this. Calm down, more talk now. What happened to the money that was given to you? Eh? The 1 million. I'm sorry. What happened now? I used it to do correctional surgery. Sasa pale Nigeria kuna jamaa aliamua badala ya mke wangu kukaa, acha nimpe shughuli ya kuweza kujishughulisha nayo, asikae kama kuna kitu anafanya. So boss wangu alifanya nini? Alichukua shilingi milioni 1 ya Nigeria, sakampa mke wake, akamwambia mke wangu, mimi nakupenda sana na pia ningependa hapa mbele ikuwe mwenyewe unaweza kujisimamia. So chukua milioni 1, uone utafanya nayo nini ndio uweze kujisimamisha mwenyewe kifedha. Mwanamke akachukua hela zile na akaamua kufanya mambo yake, akaamua kufanya biashara. Ila katika biashara ambayo aliamua kuifanya, sijui faida itatoka ndani vipi, na faida hiyo ni ya namna gani. Manake biashara aliamua kuiweka sielewi, lakini mwanamke huyu aliamua kwenda katika hospitali, na ni kama alikuwa ameangalia maumbile yake ya kule nyuma, ni kama mwenyewe hayakumpendeza.
Asa aliamua acha nenda hospitalini niongeze kalio. Wakati mwingine mimi ukaa hivi nafikiria, unaweza kaa aje uone ile maumbile yenye Mungu alikumba nayo haifai, unaona ujiumbue. Kwa sababu kuongeza tako ni kujiumbua. Okay, mbona ufanye hivyo? Kitu kingine, umeoleka, sio tutasema kwamba unaongeza ndio uonekane. Umeoleka, una mume na mume wako ndiye amekupa zile hela. Iwapo umeoleka, uongeza tako la nini? Yeye alikupenda vile alikuona, alikupenda na vile iko. Wewe unaenda kuongeza kwa nini? Nia yako ni gani ya kuongeza tako lile? Nilisikia jamaa mwingine anasema wanaume wanapenda rangi, wanawake wakatafuta mbinu zao za kujichubua. Ndio umejichubua, umekuwa mweupe. Mimi nilikupenda ukiwa mweusi, itakuwaje? Nikitafuta mweusi yule mimi mwenye mimi nataka, wewe utakwenda wapi? Mwingine akawa analeta kichekesho, anasema kwamba sasa hii tulitaka weupe mkajichubua, tukataka wenye makalio makubwa mnayaongeza. Sasa katika maisha ya hivi karibuni tutataka watu wana vichwa vikubwa. Utaongezaje kichwa? Utaongeza kichwa vipi? Tusijieke kwa vitu ambavyo vitakutuletea shida baadaye, dada zangu. Hiyo ndio biashara yenye huyu mwanadada aliamua kuwekeza milioni 1 pesa za Nigeria. Na kwa sababu mume wake alikuwa ameitoa hiyo milioni 1 kama zawadi ili aone mke wake kama ana uwezo wa kufanyia ile pesa kitu, haikumuuma zaidi. Lakini siku kadhaa, wiki kama siku zikapita, wiki kadhaa zikapita, hiyo sehemu iliyoongezewa katika mwili wake ilianza kufura. We call it swelling, yeah? Inafura. Unajua mwenye aliweka sijui aliweka vipi, hata sijui vile huwa inawekwa. Mimi nasikia mtu anaongeza lakini sasa sijui inaongezwa vipi. Hasa ile sehemu ile inafura, inaanza kutoa usaha. Hasa hiyo ni biashara gani? Faida itatoka vipi pale? Leo nimesema ni kikao changu na watoto wa kike na dada zangu. Amepewa milioni 1, ndio amewekeza kwa biashara yenye yeye mwenyewe anaielewa vizuri sana. Na sasa biashara hiyo italeta vipi faida? Iwapo mume wake alikuwa amechukua hizo hela ndio baadaye zirudishwe, zitarudishwa vipi? Sielewi. So kina dada wote mlio katika kikao hiki na wanaume pia, naomba mchango wenu nazarusha pale kwenye comment section. Uniambie kama ni wewe ungefanya nini? Umempa mke wako milioni 1 afungue biashara na yeye ameenda kuwekeza katika kuongeza kalio, na kalio aliyowekeza ndani imeanza kufura, imeanza kuleta tatizo. Swali lingine ambalo najiuliza ni kwamba wakati hali itazidi kwamba okay, hatuombi iwe hivyo, lakini ajaribu kufikiria tu kidogo, kama hii hali itazidi kuwa mbaya, nani atakayemtibu huyo dada? Na kulingana vile vitu vipo, ni kama ile hela ilisha yote. Sasa saa hii kwa sasa anafaa ende atibiwe. Nani atakayegharamia pesa hospitalini? So ndio mimi husema wakati mwingine kuna wanaume wameumbwa tofauti. Wanaume anamtakia mke wake na familia yake mema, anaamua kuwekeza katika maisha ya mke wake. Kuna wale wenye watawapeleka wake zao shuleni,
na baadaye hao wanawake watapata kazi na watasaidia familia. Kuna wale wenye watawafungulia biashara. So kuna wanaume ambao wana roho nzuri na kuna wale ambao hawajali. So iwapo kama umebarikiwa na mwanaume mzuri na umepatiwa zawadi kama hii, jaribu ekeza katika biashara yote. Hata ile biashara ikianguka along the way, huyu mwanaume atasema yenyewe, hata kama biashara hii imeanguka, mke wangu alijaribu kuweka biashara lakini imekataa. Hata pale anaweza kuambia mke wangu, shika hii 2,000,000, boost biashara yako tuone vile itakuwa. But sasa kama umeenda kuwekeza katika tako, surely hii ni mbaya. Ni mbaya. Anyway, nasubiri maoni yenu pale kwenye comment section. Kama ni mara yako ya kwanza katika video zangu, subscribe, share and like hizi video. Hadi wakati mwingine, bye bye.